Ni kweli dadangu unachokizungumza, lakini mimi niseme tu kwamba kila kitu kiko sawa. Unajua Mtume asema at-ta'anni min Allah wal ajalata min ash-shaytan. At-ta'anni min Allah wal ajalata min ash-shaytan. Utaratibu na upole unatokana na Mwenyezi Mungu. Upole huu unatokana na Mwenyezi Mungu. Lakini na haraka kutokana na shetani. Kifupi mimi niseme tu kwamba dada, kwa hilo ambalo unaniambia kuhusu swala la hospitali, nilienda na mke wangu na kila hospitali ambayo tunakwenda kupima, vipimo vyote vinaonyesha viko vizuri, na tumekwenda hospitali nyingi tu tofauti dadangu. Unajua kaka, hata kama ndio mnaenda yote nasema subiri sokoni. Kaka, hiyo hospitali mnaoenda nataka mimi kujua. Mwanamke ndo anachagua hospitali au wewe ndo unachagua hospitali? Wajua tunakuwa tunatoka wote, lakini mimi ndo ninayepanga maana leo tutakwenda hospitali hii ili kubadilisha vipimo tofauti kwa sababu wajua ni ndio hivyo dadangu, wala hamna kibaya zaidi. Basi sawa. Ila mimi nilikuwa na wazo kaka. Unaonaje ukaenda kule Zanzibar? Nyumbani. Unaweza tuwashangaze. Mtoto mbona bado mzuri, bado mdogo, bado mbichi mtoto. Mashaallah mzuri kabisa. Hivi unaonaje ukamuongeza akawa mke wako wa pili? Ni kweli dada unachokizungumza. Mimi hata hiyo si sana unamzungumzia. Huyo. Lakini mbona kama dadangu ni mdogo yule? Bado mdogo hivi. Ana udogo wote. Labda mwenyewe unamwangalia kwa uoga tu. Mtoto yule udogo labda wa umbo. Ila yule kila kitu anakijua. Labda nikujuze, yule anaweza akaja ndani ya nyumba yako, akawa mke wa pili, akakufanyia kila kitu na akakuzalia mtoto mzuri kabisa. Inawezekana yule kaka kapata mimba, yule mwenzie naye akafanya jitihada anaweza kupata mtoto. Bali na mimi nimemisi bwana shangazi, jamani, shangazi huku. Hamna hata shangazi hivi kweli. Nyumba yako ukiingia kama vile umeingia sijui wapi hapo kimya zi. Mwanamke anakaza kujaza choo tu. Usiseme hivyo dada, itakuwa ni makosa kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha ma'as-sabirin, hakika yeye iko mwenye kusubiri. Kwa hiyo ukisema kwamba atakuwa anajaza choo kisheria katika mujibu wa dini, dada, utakuwa umevuka mipaka, ni makosa makubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Siku zote subira ndio kila kitu. Na kuhusu hilo mimi nafikiri halina tatizo kwa sababu hata mimi mwenyewe nilikuwa nina mipango hiyo ingawa sikupointi pale, lakini kwa sababu umenishauri yeye, basi inshallah na mimi nitalifanyia kazi ili kusudi Allah huenda akaleta riziki, akaleta ruzuku zaidi. Ndiyo. Na mambo yakakaa vizuri. Basi fanya hivyo bwana kaka. Unajua? basi sawa. Ni ongeza kumke wa pili. Inawezekana hata 3 au 4 wewe ongeza. Ni kweli dada, maana hata pesa ya kula na kuhudumia utakuwa unanisaidia. Haina shida, mimi leo umenifurahisha sana maana wazo langu nilokupa naona utalifanyia kazi. Sawa. Nashukuru sana dadangu. Basi mimi nafikiri ni wahi, lakini naamini kila kitu kitakaa sawa. Wazo hilo pia nitalishughulikia vile. Sawa, karibu. Basi asante sana dadangu. Haya, umsalimie na wifi yangu. Shukrani. Haya, wewe hamna. Naam. Sasa Sadila mkiwangu. Nimekuta hapa Sadila. Kuna jambo moja na nataka tuzungumze. Kiwango nafikiri tunaishi kwa amani sana katika ndoa yetu, kwa kheri na hekima na busara katika ndoa, ingawa hazikosi changamoto kidogo ndani ya ndoa, lakini vyote Allah ndivyo alipopanga, kwa sababu hakuna sehemu yoyote yenye amani ikakosa changamoto. Hata wengine wanaoishi katika mafamilia mengine hawakosi changamoto kwa wangu. Lakini mke wangu, kama unavyofahamu hali halisi jinsi tulivyokuwa nayo hii, kuhusu swala letu zima ni muda mrefu mpaka sasa hivi hatujapata mtoto. Pengine kama sikosei huu ni mwaka wa 3 na tumezunguka sehemu nyingi hospitalini kote tukifuatilia vipimo vya huku na huku, lakini madaktari majibu ambayo yanatoa wanasema sisi tuko vizuri kabisa, hamna changamoto yoyote. Lakini mke wangu, licha ya yote hayo, Mtume anasema idha aradta an taf'ala amra fatadabbar aqibata. Siku zote mwanadamu unapotaka kulifanya jambo lifikirie mwisho wake kwanza. Fa in kana khaira, kama likiwa ni la khairi fantahu lifanya, lakini wa in kana sharra, likiwa ni la shari famdhiliache kabisa. Kwa hiyo mke wangu, katika hayo yote
Mimi kuna jambo moja nimefikiria, ili kusudi Mwenyezi Mungu atatue changamoto yetu pengine anataka tufanye hivi. Jambo gani? Mke wangu mimi nataka niongeze mke wa pili. Umesemaje? Namaanisha vipi? Namaanisha mke wangu unataka niongeze mke wa pili. Yaani mimi uniongezee mke wa pili? Kwani kuna tatizo mke wangu? Tatizo lipo. Unaniongezeaje ni kwanza mke wa pili? Yaani miaka mitatu tulizokaa ndoani ndio unataka kuniongezea mke wa pili? Miaka mitatu? Watu wanakaa miaka 8, 9, 10 na hawana mtoto. Wewe miaka mitatu unataka kuniongezea? Wewe sema umenichoka. Sasa mke wangu, kwani kuna ubaya gani kuongeza mke? Ubaya huko. Madaktari wenyewe washakwambia kwamba hatuna matatizo. Sasa unaenda kuongeza mke wa pili wakati gani? Unajua mke wangu, ukiwa unakataa swala hili ni sawa sawa kulingana na maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kuna suna ngapi za mtume? Unazifanya? Au suna uliona wewe ni ya kuongeza mke? Kuna suna ngapi za mtume? Ipi uliona nimeiacha mimi? Mtume alikuwa hapa kiwanja. Wewe lini unaniambia kwamba mke wangu leo ni kiwanja yako nipake lini? Kuna hata siku moja ulisema kwamba kuna suna wanja mke wangu naitaka lini? Tumehalalishiwa sisi wanaume kuongeza wake 2, 3 mpaka 4, matna, thulatha, ruba. Sasa nashangaa sioni tatizo hapa, lakini wewe unapinga. Basi unapingana na Mwenyezi Mungu. Kwa vijoni kwenye kahawa kwa ndo zenu kushauriana kuongeza kuna suna ya mtume kuongeza. Amshauriane kama kuna suna ya kupaka wanja. Sijui kuna suna ngapi kwanza za mtume? Unazijua ngapi? Zinazidiana uzito. Kuongeza mke ni sunna kubwa kweli kushinda hata hizo unazozungumza wewe. Mimi kama kijana lazima niongeze mke wangu. Kwani kuna tatizo gani? Uwe kijana uwe kizeme mundani mke mwingine sitaki. Basi unapingana na maneno ya Mwenyezi Mungu, unapingana na maamrisho ya Allah sasa. Sasa nikuogope wewe ni muogope Allah? Mimi sijakwambia niogope. Hapa tunapoongea umeona mtume. Sinaongea naye. Sasa Mwenyezi Mungu si ndio anaamrisha kwenye Qur'ani, anaamrisha sisi wake 2, 3 mpaka 4 ni nani? Mangapi umeamrishwa na Mwenyezi Mungu unayafanya? Mangapi unaamrishwa nayo? Kama lipi ndio unasilifanya? Lipi ndio unasilifanya? Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja Sadina. Kwanza swala hili mke wangu jaribu kwanza kuelewa kwanza mke wangu. Sitaki kuwa kama nini bwana. Mbona unashindwa kwa mke wangu kama hauna dini? Kwa watu kibao kwa nje wazee sijasikia hata mtu mmoja tena. Bila niweka kwa dada zao. Anakwambia wewe kwanza mwaka wa 3. Mwanzo kulalamika. Mwaka wa 3. Watu wanaishi miaka 8, 9, 10. Miaka mitatu na sababu wanataka mtoto. Licha ya hivyo Sadila, hata kama ingekuwa tungekuwa tuna watoto 10, lakini pia ningeamua kuongeza mke wa pili hata wa 3. Kwa hiyo hapo point yako ni kuongeza mke au unataka mtoto? Mimi sema point yangu ni kuongeza mke kwa sababu ni sheria ambayo Mwenyezi Mungu ameshatuwekea. Kwa nitafutia sababu, si ndio? Si kwamba nakutafutia sababu, nimekuelezea vizuri lakini mke wangu unashindwa kunielewa. Kama unanitoka na mlishe. Wamapa kuongeza na mke. Sasa sikiliza mke wangu, unaona sasa mke wangu unashindwa kumuelewa. Sawa? Mimi nimekushirikisha vizuri kabisa hapa lakini naona matokeo yake unaanza kubisha mke wangu. Mimi mke nitaongeza. Allah anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Mwanamume ni kiongozi wa mwanamke. Kama mimi ni kiongozi, Allah amenipa amri ya kukuamrisha wewe mke wangu na kuiongoza hii familia, nyumba. Mke wangu mke nitaongeza, nitaoa. Sasa nakwambia hivi, huko ndani kama unaleta mke mwingine, mimi huko ndani sikai na kwa heri. Sadila. Nimemaliza. Sasa unachokifanya huo ni utovu wa adabu. Kama Mwenyezi Mungu anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Mimi mwanamume ndio kiongozi wa familia hii. Mke nitaongeza na hutoniambia chochote. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Ilahi ya Rauf, Molangu, nakuomba mimi mja wako. Ya Rabbi, naomba nijalie mtoto mimi. Ya Rabbi, nakuomba nijalie mume wangu asioe. Kama mizozo yote inatokea mundani kisa tu ni mtoto, ya Rabbi nakuomba nijalie mtoto na mimi. Amin ya Rabbal alamin.
astaghfirullah alladhi la ilaha illa anta atubu ilayhi. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa anta atubu ilayhi. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa anta atubu ilayhi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi, nakuomba unijalie unipe mke mwema wa pili awe kama mke wangu wa kwanza. Ya Allah, unijalie niwe mke mwema. Ya Rabbi, nakuomba unijalie unigaie mke mwingine aliyemwema awe kama mke wangu wa kwanza sabila. Ya Allah, ya Rabbi, nakuomba unitatulie migogoro hii ya ndoa. Ya Allah, ya Rabbi, nakuomba uikunjue ndoa yangu iwe ni ndoa yenye kheri. Ujalie weke amani katika ndoa yetu. Ya Allah, kusitokee changamoto yoyote. Ya Allah, Allahumma rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa adhaban nar wa qina adhabad din wa qina adhabal qabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, sasa mke wangu kama nilivyokuaga, naelekea Zanzibar kama nilivyokuambia awali kwa shughuli za hapa na pale, lakini nafikiri baada ya wiki moja inshallah tunakuwa hai na uzima, itakuwa ni mawasili. Safari njema. Asante sana mke wangu. Ngoja niwahi kwanza maana tuti tunachelewa kule. Ni salama? Inshallah mke wangu. Karibu. Asante. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Karibu mwanangu. Asante sana. Karibu. Salamu vipi? Salama. Karibuni. Asante sana. Habari za masiku? Nzuri. Karibuni. Asante. Nasalimiwa kwa salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Naam. Karibu mwanangu. Asante sana. Za huko? Alhamdulillah, sisi mwashija huko. Sasa tunaendelea vizuri. Naam, habari za. Naona mgeni leo. Tuna mgeni salama lakini. Salama, karibu. Tashukuru sana. Sasa kama nilivyokuambia mara ya kwanza kwamba safari naelekea Zanzibar. Nilienda Zanzibar lakini sikukwambia naenda kufanya nini kulingana na mazingira na haraka niliyokuwa nayo ghafla. Lakini mke wangu kama nilivyokuambia awali, nilikwambia kabla ya safari kwamba nina lengo la kuoa mtu mwingine. Lakini kiufupi mke wangu mimi nimekwenda kuoa kama nilivyokuambia awali kama nina nia kuoa. Na huyu ndo mke wangu wa pili, anaitwa Salma.